Wachungaji huwa wanakosea. Baada ya mtu kukosea, akisikia amekosea, anaambia acha kuimba kwaya, acha kuimba kwaya, acha kuimba kwaya, anaondolewa. Afanya pure kazi ya ibilisi, anamuondoa kwaya. Alafu anamwambia unanena kwa lugha wewe? Unanena kwa lugha? Roho yupo. Wakati Biblia inasema anenaye kwa lugha anajijenga nafsi yake. Unajua lile kosa alilofanya limembomoa. Badala ya kumencourage anene kwa lugha zaidi, anaanza kumuona kashetani kadogo. Don't speak in tongues. No. Take advantage of that. Ndio inayo deal na hiyo sin conscious, ndio inayo deal na hiyo kudraw back, ndio inayo deal na hiyo kuto kuendelea mbele. Kwa sababu mtu anaweza akakosea leo, lakini kesho akaimarika akawa a great minister, akawa a great Christian. Umeona sana anachofanya adui? Kwa he draw back with sin conscious. Kwa Mkristo akianza kushinda sin consciousness, anaanza kumachua. Ina maana kosa alilofanya halimzuii kuendelea kumtumikia Mungu, halimzuii kuendelea kuimarika, kwa sababu basically kwenye Christian practice, mtu ambaye amekosea akaendelea kumtumikia Mungu anaimarika zaidi kuliko aliyekosea akarudi nyuma. Ndio maana I tell you, I'm a pastor and I'm honest to tell you, kuna watu ambao waliwahi kukosea, kama nisingewashika mkono wangepotea kabisa. Lakini wengine unawashukuru Mungu kwamba leo anaendelea. Yaani mtu nimeambiwa kimeo walichokifanya. This practice kazingua. Unajua kuzingua Do you know nilichofanya siku hiyo? Nilimtafuta, nikaenda naye injilisti. Wonderful enough kwa alikuwa anamtumia kuponya wagonjwa. Do you know what? Ile tukio lilimsaidia yule mtu mpaka kesho. Lakini kwa akili yake alijua hii ngoma imefanya nini? Imekata kabisa. Na anajua stories zimefika kwangu. Lakini ilimsaidia sana. Unajua cha kufanya? Mchungaji mwenye akili, huyo ndo mtu wa kuingia naye maombi muda mrefu. Unaomba naye, unamsaidia na imarika. That's how God works. Fikiria Yesu alikaa na watu walikuwa na vimeo vyao. Yuda Iskarioti haikufundishi namna ya kuwa mchungaji kama mchungaji mkuu Yesu Kristo. Yuda unakaa na Yuda Iskarioti na unajua anaiba. God is very positive. He still expect somebody can change. Unakaa na mtu kama Petro. Alafu anafuka anasema Petro yuko wapi? Mchungaji anasema umenikana mara 3. Sahau mimi kwenye kanisa sikupi nafasi tena. But that's how God's work. Kwa nini? Sin conscious is devil at work, not God at work. Kwa kwenye ukuaji wa kiroho ni nini? Ukuaji wa kiroho na kuimarisha. Unaanza. Ndio maana anasema kwa sababu mna nguvu na mmemshinda yule mwovu. Huyu ni mtu ambaye ameshinda sin conscious na yuko wajua hata kwenye kuombea wagonjwa. Unajua kinachofanya watu wengine waamini kwamba hawezi kuponyesha? Anasema akiona mtu ana pepo nyumbani anasema mpigie mchungaji. Unajua kwa nini? Anajua mchungaji hanaga vimeo. Kwa hiyo anajua mchungaji kwa sababu hakosei. Angalia mentality ya Kristo. Mchungaji kwa sababu hakosei ndio maana akisema pepo toka anatoka. Kwa hiyo yeye ni Mkristo ana miaka 20, pepo likivumbuka nyumbani mwake, piga simu kwa mchungaji. Mchungaji, tumeweka loudspeaker. Ametoka kumwambia mke wake, "Wao, mnasema nini hapa?" Lakini mmempigia sema, "Tulia kwanza niongee." Nini shida? Kuna mtoto hapa ameanguka pepo. Ametoka kumwambia mke wake, "Ukiniongelesha tena nakuzabua." Sio tabia nzuri hiyo Sio akasema na endorse. No. It's not good. Alafu anasema, ni shida nini? Yaani kuna mtoto hapa ameanguka pepo, weka loudspeaker. Pepo, toke mara moja sema. Baba, tusiwe na nguvu kabisa. Umeelewa maana yake? Because that's very important. Kwa sin conscious ni kitu cha kwanza cha kupambana nayo kwenye ukuaji wa kiroho. Hakikisho. Ndio maana alitumia siku 30 kufundisha nini? What God cannot change about the believer. So hiyo ndo bedrock of our Christianity. Kile ambacho Mungu amefanya ambacho hakuna kitu kitakachoondoa. Unaanzia pale, including nini? Msamaha. Umeona? Akasema nawaandikia mjua kwamba mfanya nini?